Huku ndiko dunia yetu sasa ilikofikia, na ulimwengu wetu unaelekea kufunga historia yake kwa kurudisha tabia zile zile ambazo Mungu alionya. Ulimwengu tulionao leo hauwezi kutofautisha kati ya mwanamume na mwanamke. Haujui kwa nini Mungu aliumba mwanamke, kwa nini aliweka mwanamume. Ulimwengu wa leo haujui. Mathayo sura ya 19 aya ya 4, maandiko yanasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Wala usilale na mnyama yeyote ili kujitia unajisi kwake, wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye, ni uchafuko. Lakini Wakorinto wa kwanza sura ya 6 aya ya 9, maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala warawiti, yaani mashoga na wasagaji. Na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia. Mwisho unakaribia. Tulipofikia sasa, atakayehubiri dhambi kuwaonya watu, majibu yanayotolewa ni kama yale ya wanaume wa Sodoma, ya kwamba mtu huyu ana hukumu. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 aya 6 na kuendelea, Biblia inasema, kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligalikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Rafiki yangu na ndugu yangu mpendwa, ulimwengu tulionao unakwenda kufunga historia yake. Ulimwengu hivi karibuni utahitimisha safari yake kwa tukio kubwa, zito na la kustaajabisha. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwako. Mpaka hapo niseme kwaherini. Bwana Yesu akubariki sana.